Kumbatio la mama, jina linalobeba pumzi ya matumaini ya Tanzania. Ni alama ya uongozi wa heshima, busara na mshikamano wa kitaifa. Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamke aliyegeuza upole kuwa silaha ya mabadiliko na busara kuwa daraja la mshikamano. Katika mikono yake, taifa limepumua kwa amani, limeinuka kwa maendeleo na limeunganishwa na dunia kwa heshima. Huu ni ushuhuda wa safari ya kiongozi asiyeongozwa na hofu, bali na imani, si kwa madaraka, bali kwa utu. Hapa historia haijaandikwa tu, inatengenezwa. Na hapa swali linalojitokeza. Je, taifa linaweza kuponywa na upendo? Je, kiongozi anaweza kuwa mama? Na je, mama anaweza kuwa kiongozi pasipo kupoteza moyo wake wa huruma, huku akiliongoza taifa kuvuka dhoruba? Hili si swali la siasa, ni swali la maisha, na kama maisha yanajibu, basi jibu hilo linabeba pumzi ya upole, midundo ya imani na moyo wa jasiri uliofunikwa na unyenyekevu. Ni sauti ya ukimya uliogeuka ngome, sauti ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Alipoingia hakugonga meza, hakupiga kelele, lakini upepo wa historia ulibadilika. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Dunia ikasita, ikasikiliza. Tanzania ikavuta pumzi mpya, si kwa hofu, bali kwa tumaini jipya linalotembea kwa miguu ya mama. Hakuwa na silaha mikononi, bali alikuwa na neno lililoponya. Macho yalisoma maumivu na mikono iliyobeba taifa kama mtoto aliyejeruhiwa. Na bado swali linasalia. Ni nini kilimpa nguvu? Na kwa nini leo historia inamuita mama wa taifa? Kwa sababu baadhi ya viongozi huacha alama kwenye vitabu, lakini wachache sana huandika historia kwenye mioyo ya watu wao. Dr. Samia Suluhu Hassan, roho ya ujasiri kama nabii, alikuja bila makelele, alikuja bila kiburi, alikuja na imani. Imani ambayo haikuhitaji kushangaza dunia kwa sauti, bali kwa matendo ya upole, yenye nguvu ya rohoni. Wakati wengine walihubiri nguvu, yeye alichagua kimya. Wakati wengine walilia kisasi, yeye alizungumza msamaha. Wakati wengine walichoma madaraja, yeye alijenga upya njia za kuvuka. Huyu alikuwa kama nabii, nabii asiyehitaji kutabiri, bali kuishi kwenye ujumbe wake. Aliyasikia mawimbi ya hofu kabla hayajafika ufukweni, na akajipanga kwa kimya chake, kwa kusali, kwa kutafakari na kwa kusamehe. Maombolezo aliyoyakuta akayageuza kuwa matumaini. Miradi ya Magufuli aliyoikuta hakuitupa, aliiendeleza kwa heshima. Aliibeba kwa hofu ya Mungu na heshima ya taifa, kwa sababu nabii haogopi maneno, huogopa kupoteza ujumbe. Tuendelee kushirikiana, tujenge maridhiano. Taifa letu ni letu sote. Akapaza sauti ya demokrasia, akaruhusu mikutano, akakumbatia waliokosa jukwaa, akafanya mageuzi kwa mikono ya mama na moyo wa nabii. Dr. Samia Suluhu Hassan, mama aliyechagua kuwa taa badala ya radi, aliyesikiliza taifa lake kabla halijalipuka, aliyasamehe, akaombea, akaamini. Maana kimya cha kweli ni ujasiri wa nabii, na imani ya mama hujenga taifa. Nyota ikizimika mbinguni, huibuka nyingine kuangaza njia. Dr. John Pombe Magufuli alipotuaga dunia kwa ghafla, historia yake ikafungwa na kazi yake ikakamilika.
Hakuna mapenzi makuu kuliko ya Mungu, naye akamwita nyumbani. Lakini katikati ya giza hilo la simanzi na ukimya huu, Mungu alisimamisha mwanga wa matumaini